السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعمه منه تترا، نحمده سرا وجهلا وبالغدو والآصال. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ikhwanu fillah, nadhani sote kwa ujumla, kwa wale wanaofahamu na kwa wale wasiofahamu, tupo ndani ya mwezi wa Rajab. Tupo ndani ya mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab, ulama wanasema ni mwezi wa kupanda mbegu. Mwezi wa Rajab ni mwezi wa kupanda mbegu, ukifuatiwa na mwezi wa Shaaban, ambao mwezi wa Shaaban ulama wanasema ni mwezi wa kwenda kunyunyuzia sasa ile mbegu ambayo mtu kaipanda taban. Kisha mwezi wa Ramadhan ulama wanasema ni mwezi wa kuvuna kile ulichopanda. Kwa hivyo tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Ndani ya mwezi wa Rajab, huu mwezi Allahu tabaraka wa taala kuonesha ni mwezi mtukufu, mwezi mtakatifu, ni mwezi ambao Allahu jalla jalaluhu ameuelezea katika Qur'an kama ilivyokuja baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim. Alafu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allahu subhanahu wa ta'ala anaonesha ubora wa mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Rajab, pale Allahu subhanahu wa ta'ala aliposema hakika idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu cha Allah ni miezi 12. Miezi ya Kiislamu iko 12, lakini katika hiyo miezi 12 Allahu subhanahu wa ta'ala kuna miezi ameichagua Allah kwamba hii miezi ni miezi mitukufu, miezi mitakatifu. Minha, katika hiyo miezi 12, 4 hurumun, kuna miezi 4 mitukufu mitakatifu. Allahu jalla wa ala ameichagua hiyo miezi, na hii sio ajabu, si ajabu Allah kuchagua. Sawa Nimepata kusikia kuna al-alama mmoja anasema haijapata kuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi sahihi iliyokuja kwamba Mtume alikuwa akizidisha ibada nyingi katika mwezi wa huu wa Rajab. Haijathibiti, na akasema haijapata vile vile hata Mtume mwenyewe kusema, ukiacha kufanya, hata Mtume mwenyewe kusema hakupata kufanyaje, kusema kwamba zidisheni matendo mema au fanyeni amali kwa wingi, amali fulani kwa wingi katika mwezi wa Rajab. Mimi siwezi kusema kama kakosea, kwa sababu kila mmoja ana upokezi wake, yani ana namna yake ya alivyofahamu, alivyosoma na kuelewa kwake. Ikhwanu fillah, ikiwa mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, sawa, bila ya shaka, na ndio maana ulama wakasema kama mtu atafanya khairati katika mwezi huu wa Rajab, ile khairi hata kama ni ndogo kama khardal, basi ile khairi Allahu tabaraka wa taala
ataitukuza, kwa maana ataizidisha. Naomba mnisikilize vizuri ili tuelewane. Ikiwa mtu atafanya kheri katika mwezi huu wa Rajab, hata kama ni ndogo ile kheri, mathalan kwa mfano, ikiwa mtu leo atatoa sadaka katika mwezi huu wa Rajab hata shilingi 1000, basi ile sadaka yake 1000 Allah anaweza akazidisha, sawa, kwa idadi anayoitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Basi na hata mtu vile vile, mathalan, hata mtu akifanya, ulama wanasema mtu akifanya ubaya katika mwezi huu wa Rajab, basi ule ubaya akafanya ubaya mmoja, hata kama ni ubaya mdogo, basi ule ubaya Allah anauzidisha, ile dhambi Mungu anaizidisha. Kama ilikuwa kwa mfano, kama ilikuwa Allah kuandikia dhambi moja, basi anaizidisha na kuandikia 10. Ni mfano nimetoa. Swali linakuja, ikiwa ukifanya jambo baya katika mwezi huu linazidishwa, sawa, kwa maana baya moja kwa mfano unaandikiwa, kwa mfano unaandikiwa umefanya mabaya 10, sawa. Na ikiwa umefanya khairi moja inazidishwa. Sasa iweje leo mtu anaamua kufunga mwezi wa Rajab, wewe unamkataza? Huyu anafunga mwezi wa Rajab, anataka ili matendo yake au tendo lake hilo la kufunga Allah alizidishe zaidi na zaidi. Kuna watu katika mwezi wa Rajab watahitimisha Qur'ani katika mwezi mzima. Usiwakataze ukasema haijathibiti kwa mtume. Jamani, sisi tunaelewana uzuri. Usiseme mtume hajawahi kufanya hivyo, na wala mtume hajawahi kusema katika mazungumzo yake kuzungumzia kwamba mwezi wa Rajab watu wafanye maamali mahususi au amali nyingi. Sawa, ndio, lakini haijakatazwa. Wewe unayesema mtume hajasema hivyo, wewe unayesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mtume, sawa, hakuzidisha matendo mema mengi katika mwezi wa Rajab, sawa, na wala hakuhusia watu wazidishe matendo mema maalum mahsusi katika mwezi wa Rajab, sawa. Basi nipe dalili wewe mwenyewe vile vile inaukataza, labda mtume amekataza kufanya matendo mema katika mwezi wa Rajab. Hakuna. Basi waacheni watu wafanye matendo ya kheri. Watu wanapoamua kufanya matendo ya kheri, ndugu zangu, waacheni wafanye. Kwa hiyo mwezi huu wa Rajab, ikhwanu fillah, ni mwezi mtakatifu, ni mwezi mtukufu. Itakuwa uzuri zaidi ufunge katika mwezi huu wa Rajab. Na mada yangu leo sielezei hapa, sawa, sitoelezea masala ya kufunga. Tutaandaa darasa vile vile inshallah taala kwa mukhtasar, tutaelezea umuhimu wa kufunga mwezi wa Rajab. Lakini hapa ninachotaka kufahamu na kukisema ni kwamba tufahamu Uislamu, wale wasiofahamu wajue tumeingia ndani ya mwezi wa Rajab, ni katika miezi minne mitakatifu ambayo Allah amezungumza katika Qur'ani. Na ndani ya mwezi huu Muislam, chunga usije ukafanya maasi, kwa sababu asi moja utakalolifanya Mungu atalizidisha, bali unatakiwa ububie manake ukimbilie kufanya khairati nyingi sana. Na hata kama utafanya khairati moja, basi Allah ataizidisha. Ukasoma Qur'ani, sawa, tunafahamu kwamba harfu moja Qur'ani thawabu 10 kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Allah anaweza akaizidisha zaidi ya hiyo harfu 10, sio? Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kwa tujitahidini inshallah taala kupanga system ya ibada nzuri, kwa maana jitahidi mwezi huu wa Rajab, sawa, na mwezi unaofuata wa Shaaban, kama Allah atatuwafikisha katika mwezi huu wa Shaaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan. Allahu tabaraka wa taala atuwepesishie masala yetu fi dunya wal akhirah. La mwisho nitufafanuzi kidogo. Allah aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkazidhurumu nafsi zenu katika mwezi huu, maana yake sio kwamba wewe usimuibie mtu. Tuelewane uzuri. Kuna kumdhurumu mtu, dhulma ipo aina nyingi sana. Dhulma ipo aina nyingi sana. Kuna kumdhurumu mtu kwa kumuibia kitu chake, umemdhurumu, sawa, na kuna kumdhurumu mtu
kwa kumuongopea. Yani mfano umemdhuria mtu uongo, kitu ambacho hajasema wala hajafanya, au kaenda kumwambia mtu fulani kafanya hivi au fulani kasema, hali ya kuwa yeye hajafanya wala hajasema. Hii ni dhulma umemfanyia mtu, hii ni dhulma. Kwa hiyo tukisema dhulma, maana baadhi ya watu wengine huelewa dhulma labda ni kumchukua kitu cha mtu, kukiiba, haina maana hiyo. Na hata ukifanya maasi, ndugu yangu, katika mwezi huu umeidhulumu nafsi yako, nafsi yako inaingia katika hasara. Kwa hivyo chunga nafsi yako, na vile vile wewe mwenyewe zichunge nafsi za wenzako. Linda mali yako na linda mali ya mwenzako, kwa maana linda imani yako, hifadhi imani yako, usisengene sengenye ovyo, sawa bwana. Matusi acha vile vile, sawa bwana, na linda imani ya mwenzi wako vile vile. Kwa hiyo biidhnillahi taala, tukipata wasaa tutakuja kuelezea kwa mukhtasar masala ya kufunga mwezi wa Ramadhan, sawa na ulama, baadhi ya kauli za ulama masala kama haya kufunga mwezi wa Rajab. Taban tutakuja kuelezea masala ya kufunga mwezi wa Rajab na baadhi ya kauli za ulama wanasemaje au wamesemaje kuhusiana na kufunga mwezi wa Rajab, kwa sababu leo kuna watu wanasema haitakiwi ufunge mwezi wa Rajab, sawa wapo baadhi ya watu ambao wameelewa tofauti katika ule usomaji wao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atubariki inshallah katika mwezi wa Rajab, na tuwafikishe katika mwezi wa Shaaban pamoja na Ramadhani, na iwe sababu inshallah ta'ala kutusamee dhambi zetu kwa baraka ya mwezi huu mtukufu wa Rajab. Ndugu yangu, usiache kulike, sawa, pamoja na kusubscribe, kwa sababu mambo mazuri yanakuja mengi na mengi katika kujuzana inshallah ta'ala masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Jazakumullahu khairan, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.